Bagnia nini Munju? Bagnia alele mtoto. Yes, Wagwan family, mambo namna gani? Yes, it's all about the Great on Great podcast. Atuko hapa nani RCM, the media place you wanna be. Na hapa tuko ndani where you know the unfiltered chatters never matter. I'm your host today. I'm ukipenda, the hype man of the day. MC, I'm a hype man Munjure. The kiss to the ladies, Chris Brown wa Nairobi, alongside. It's your girl Minty, but feel free to call me the coolest chick on the block. Yes, sir. Leo tuko hapa ndani na leo ni bag ni alele mtoto. We meet bag ni nini? Unajua bag ni nini? Najua alele mtoto. Alele mtoto. Alele mtoto ina maanisha nini? I don't know. Haujui? So kama unajua alele mtoto ina maanisha nini, weka hapo kwa comments. Kwa comments hapo weka alele mtoto ina maanisha nini. So when tulikuwa pale Kayole 1960. Wacha tu nikwambie tujajua juu maybe mafans wengine hawajui. So alele mtoto inamaanisha ni jaba. Do you know what's jaba? Yeah. Unajua jaba? Yeah. Jaba ni? The thing people chew. They chew. So kuna jaba poa na kuna jaba iko poa. Unajua hivyo? Alright. So kuna jaba ya green, kuna jaba ya red, kuna jaba ya maroon. Do you know that? No, I don't. Unajua kula jaba? No. Hujai kabisa? Never. Alright. So jaba ya red inaitwa maini. Alafu kuna jaba iko na miti. Asio jaba ya miti ndio alele mtoto. Oh. Yeah. Okay. Bado haijamaliza. So hiyo alele mtoto haijamalizia hapo. So wakati unakula hiyo jaba ya alele mtoto, so unafaa uoge like you freshen up. Ukishaoga uvae nguo mpya, kama si nguo mpya, nguo kali. It's crazy. Hizi ndio zile stories za jaba. Hatujafika kula jaba. Okay, where are you getting this information from? Nisheka na wase walele mtoto, so I know nisheka na wao. So lazima uoge, ukule poa. No, actually ulikuwa nakula anjera. You know anjera? Anjera ni the Somali food, Yeah, blah blah blah, Ethiopian food. So unaoga, unakula anjera, alafu unavaa poa. Alafu na you get the alele mtoto. So alele mtoto unaenda kumchukua nini? Ila Kiamaiko. Maybe uji Kiamaiko. Yeah. So guys, wajua mint Kiamaiko kidogo imempita. So Kiamaiko iko hapo ni pali dangerous. So ukishachukua jaba hiyo alele mtoto Kiamaiko, then now you come back to your place, mnaanza kula alele mtoto. Guys, I hope you've learned something and I hope it will help you kwa maisha yenu. I hope it will add value. Thank you, Munju. That was nice. That was very informative and educative. Ya alele mtoto? Yeah, thank you. Ya alele mtoto? Nigel, he doesn't get it, but anyway. We'll introduce our guest. All right, so ladies and gentlemen, all the way from Qatar. So I have one of the biggest DJs. And lower show, greet on greet. This is how we're gonna do it. Takuletea surprise after surprise after surprise. So leo nimetoa DJ all the way from Qatar. Uko wanasemaga, it's all about the shillings, eh? So ladies and gentlemen, let me welcome DJ Nije. Yes sir. Hi. Wagwan. Kwaje mzee? Niko fiti kabisa. Buda ya Qatar mnakula pesa mingi bro. Ukajua ni mara ya mwisho nilikuwa huko ilikuwa lini? When? It's been I think before COVID. Before COVID? So unaona tumepoteleana.
Tumepotelea. I've been around tu, nimekuwa tu area Uh-huh. nikisukuma tu mostly corporate gigs, private events. Okay. That's why nimekuwa tu chini ya maji, but nimeamua sasa wacha nirudi sasa hii side tupige sasa sherehe vile inafaa. Which side are we talking about? Okay, side ya events, radio, TV and anything that is basically content creation Okay. in general. All right. Sababu unajua hiyo side ya corporates, unajua vile wako kunaenda inakuanga very limiting to a creative. Unaendanga unapata sometimes gigs mumepatiwa NDA, non-disclosure agreement, hauwezi post hiyo gig hata kama Why? ni kali aje. Hizo ndo vitu watu tunapitia. Unaweza enda mahali client. Wait, goja. Kuna place unaweza upige gig na usipost. So many of them. How will you market your work on that? Sasa hiyo ndio inakuanga shida. That's why nimesema wacha ni shift focus yangu to hii side ingine. All right. Because even saa zingine inakuanga yes ni ukweli, sababu kuko na wabigi wako area, kuko na diplomats, kuko na maybe mse hataki kuonekana, lakini saa zingine sisi kama DJ inakuanga tu plana hataki ujulikane, sababu kazi yako ni poa na anakulia hiyo do, unaniget? So yeye atakuja apatiwe package ya kila kitu, alafu hiyo pesa yenye ameandika kwa hiyo check anakuja, sometimes they charge even up to 5 times pesa yenye anakupatia. Yo, what? So haezi kubali upost. Goja. So unaweza pea plana do wenye unataka kulipwa, alafu acharge more than that, like 3 or 4 times above that. So what usually happens is client atakuja apatie plana job. So hiyo plana atakuja aseme atachukua, ataofa kila kitu, atakuja na sound, akuje na deco, akuje na catering. So client atampatia pesa yote, sababu hataki hiyo stress ya kupigia kila service provider. So sababu plana ako na namba za kila mtu, wanampatia pesa yote. So huyu plana anakuja anasema let's say wacha tu guess figure, pesa ya ku DJ ni kitu kama 50k for hiyo gig yenye unapiga, let's say it's a wedding. But huyo anakuja na kuambia ma client wako wanga na do, sijui nini, si unajua hizo story. Ati mbao saa zingine hata wanakuja wanakuambia less than 10k. Ati ni reception unafanya peke yake, it's just 3 hours. Unakubali? Hapana. Less than 10k. Tukianza there are so many people. There are so many people who do that. Kuko na ma DJ wengi sana hata kwa hiyo side yenyu ya Ni kweli kuna jamaa ashaipo 200 nikiona hivi. Wedding. Actually ni wedding. Ku MC. Ku DJ. Hey, that's crazy. Ni ma DJ wangapi? Ma DJ wangapi wenye tunaona kwa maposters wanaendanga huko Qatar kucheza for free? Amjui hizi story. Yo, wanaenda Qatar kucheza for free. Wanaenda Dubai, wanaenda ati tu bora waonekane kwa hiyo poster. Flight imelipwa, wamelala kwa 5-star hotel. People are doing e-biz sahi just for the gram. Na wanakuja wanatuharibia bei huku nje. Hauwezi bishana na mtu kaa huyo. Alafu baadaye na kwa I know somebody cheaper. Yeah, it's always like that. Na huyo plana, huyo client, huyo marketer atapata somebody cheaper because people are desperate huku nje. He will. Watu wako desperate mbaya huku nje. Wait, let us go back kidogo. What exactly took you to Qatar? Is it the DJ? No. Okay, tell us. It was I actually, apart from DJing, I do stories za media, ikuwe ni editing, videography, photography. So I had a few projects, private client. There were some things that we were shooting, so we were going there. It was documentaries which up to now haven't been aired yet. But uzuri si tulishafanya kazi yetu, tukalipwa. Hiyo ingine tulimaliza. So hiyo story iliisha. It was actually a very short period, but nilirudi. Actually not many people even knew I went.
So mi nilijua so awa ni ile circle ile circle close. So hiyo shughuli it wasn't anything okay, it was a nice experience but it was not what I wanted to go and do there. So ndo kwa maana nilirudi nianze kujenga tu from zero, alafu maybe who knows ninaweza end up somewhere else ama but mi kitu wenye mi napenda mazee amwezi bit sherehe za huku. Mtu mwenye ametravel huko nje na hata hao watu wa nje wenye ukamu wanajua sherehe za huku Promax. So mi I'd rather have this Kenyan crowd. Alafu pia kitu ingine as much as tukiongea kweli tunapenda hii nchi, ni serikali tu tunachukia. So I love being here. Yeah. so uko pande gani Unajua tu mahali tuko tu. mi siongee uko pande gani Mimi without fear of contradiction or being abducted tunamtoa next time. Nimeona post ingine juzi wasi wanasema ati tutafaa kuvote next month. Nimeona hiyo kitu. Uliona post? Nimeona hiyo kitu hadi nauliza kwani hii judicial system ya Kenya ina wakingi aje? Like ati tunafaa kupost ati tunafaa kuvote next month. Wacha hiyo. Niko ingine ati next year ikifika tunafaa kuvote online. Amjone? No, I don't think I've seen the one for online, but I saw the one that they were saying we're supposed to vote. It's actually this month. September. Yeah, it was supposed to be August or September? This month, August. 27th, eh? It was supposed to be like 11th. 11th, yeah, it was supposed to be 11th. Actually, Si ni leo. ni leo. Actually, hata ni leo. So after hiyo niliona next ni ati tunafaa kuvote online. Wameamua tuweke president kaa Tusker Project Fame. Na mi nitakwa wakati wa Tusker Project Fame. Okay, amezaliwa. there was also another one they were saying, you see the way they usually broadcast counting of votes. Oh yes, I heard so about that. wanasema they don't want the votes to be broadcasted next What? year. Yeah. They were saying that Vile utali hapo pale chini ya TV. No live coverage. No live coverage. What do you think about that? That's insanity. We cannot allow that, because as Kenyans, if you have been around for the last, let's say, 2 or 3 elections, you know what happens when we are not seeing what is happening. When it's not live, obvious tunajua ni nini ina happen. If we remember 2007 2008, No, acha hata hiyo. Kuna 202. even 202. Do you know what happened in 202? So in 202 stima ilizimwa. the whole country. Stima ilizimwa. All of a sudden tukasikia Mwai Kibaki ameshinda. Alikuwa It's hospitali. that time when he was sworn in with On a broken wheelchair. leg or Yes, something. and a neck And at and a night. neck brace. Yes, That is alikuwa kwa accident. So I think wanataka kurudisha yote. Yeah, so if we can't see what is happening, who is going to tell us what? And actually something else, when they close those online polls, online results, the ones that we can see on the television, Yes. obviously even the results for your polling stations you can't know. We are just going to be given figures. How are we going to confirm? Because if last time server zilifunguliwa kweli last time wenye watu walikuwa wanasema Zafunguliwa aje? exactly. Kama last time server hazikufunguliwa na results tulikuwa tumepewa, saa hii tukifichwa kila kitu, if they say huyu ndio ameingia, tutabishana naye aje? But I think hawase wataingia tu tena. Mi naona itakuwa ngumu, sababu watatuambia ni akina nani wamewapigia Okay, who do kura. you think can compete against that guy na ashinde, in your opinion? Up to now, honestly speaking, I still don't have a candidate yet. Don't you think that's a bit crazy? To Yes. say that tutatoa mtu next year, yet up to now
1 year to elections, exactly actually 1 year to elections, we don't have a candidate? Because if we look at the last elections, tukiongea tu ukweli, opposition walikuwa wanasema wanataka kuingia wafanye hivi na hivi na hivi. We put the same person, the one who's the president right now alikuwa deputy president kwa the previous government. Oh, yeah. Na tumesikia akiekelea hiyo government previous na yeye alikuanga hapo ka deputy. So number one, huyo hata tukimweka huyo ni msee mwenye, mimi according to me that is just someone who is going to disappoint us again. So if we come again and listen to Mr. Wantam wa Munyoro, Rigathi Gachagua, if we listen to him na tumweke kwa power, tell me how is it going to be different? Si pia yeye alikuwa deputy na huyu mwenye hako sahi wamekosana kama the previous. So tukimweka, are we not going to experience the same thing? So ndio kwa maana sahi bado sijachagua candidate. Anyway, we digress. DJ Yeah, Nigel. too much DJ politics. Nigel. No, but pia ni vile pia kila mtu hajatoa manifesto yake. Bado. So bado hajatoa manifesto, so you never know what are we looking. Last one, what do you think about Sifuna? And do you think he can win? He's a very good option, but Nah. he's a good option, but the thing is there's something that especially watu wenye mi ufanya nao corporates, kuna kitu wenye mi nasikianga wakisema there's something about being likable and political maturity. Most people are saying that guy does not have that political maturity compared to other people, and Which is true to some extent. Adding to that, tribalism pia inaingilia hapo. Tukatae tusikatae, tribalism bado inaingia hapo. In what sense? Sababu yeah, like wako zile za nimeona nimekuwa Kisumu for the longest. Wanasema si ndio Sifuna. So tribalism inaingia in this chapter of like why should we atutaki. Ulisikia ile story ya ati walisema ati pia Kisumu kuna Murema. Did you hear that? Yeah, ile time yenye people were speculating that hizi stories za demonstrations zimeletwa na ukabila. Mjaluo anasema mimi naitwa Kamau Ochieng. So bado iko. So mi naweza difana hiyo nikisema that if tukienda na hii trajectory yenye tunaenda nayo, that most of the people who are expected to vote next year are young people. Story ya tribalism inafaa kukuwa imekatwa, because ile honestly speaking, kama mtu ni mkabila na ako below 35, we ni mshamba wewe ni mshamba. Hapo sawa. Saa hii hapo sawa, hiyo nimekubali. Anyone mwenye, sababu according to government of Kenya, youth ni 35 and below. Kama uko 35 and below na bado unachagua mwanasiasa sababu ya kabila, tumia akili, wacha ujinga. Wacha ujinga tafadhali. This is your camera, burudia tena. Nitarudia tena. Kama uko hai saa hii na uko Kenya, and you are choosing a leader because ako kwa your same tribe, ama unaweka kabila yenye iko karibu na kwenyu ati sababu nyinyi wa area moja, wewe ni mtu mjinga sana. Thank you very much. Please style up, tuko 2026. We don't care. Yes. Kabila, watu wa kabila yenyu saa hii, wewe mwenye unasikizwa wamekusaidia na nini? Si wote tumesota. Hapa Nairobi, Mkikuyu, Mjaluo, Meru, Mkamba, Mkisii, Mkale, si wote tunaumia. Haijalishi ni nani yako kwa power. So tunaweka mwenye anatusaidia, si wote. Tunafaa kuchange narrative tafadhali. Yeah, thank you. Hiyo iko sawa. Actually hata juzi nilikuwa na polisi mwingine, actually ni OCS. So huyo OCS aliniambia ati buda, unajua mimi nakatoa pesa ngapi per month? Mazee. Na alikuwa amejaa mbaya, ananiambia niaje buda, usinione nafanya hii kazi. Anakatwa 27,000. Na yeye ni OCS.
huyo ni So I think OCS. OCS anafaa kulipa kitu kama chwani ama 40. Huyo ni OCS. Atanakato house levy, sijui medical, sijui mama NSSF, NSSF, nini hizo nini. vitu zote. So pia sio kwa pissed off. Amekatwa hiyo yote. Haya, hiyo yenye amebaki nayo kidogo, akiingia kwa duka bado anapigwa tax ingine yenye sijui inakaaje. So imagine unalipo 40k umekatwa mbao, bakisha mbao. Nyumbani how much? Sahi Nairobi nyumba ni how much? Seme huyu jamaa anaishi nyumba ya 12k. Baki ya 8,000. So ile 8,000 hajalipa school fees. Hajanunua food. Shopping ya nyumba inafaa kwa how much? Around 5k, 4k. Alafu polisi kama huyo mnataka kuniambia tumesikia hizi story. Hata rentisha hiyo gun. Hata rent. Hata rentisha hiyo. Hata peana. Hata kula hongo. But hiyo ni trick hiyo. Hiyo kurentisha gun hiyo ni trick. It happens. It happens. Si ati ni kitu huwa happen. Wanapeaga kwanza na chwani. Kama 50k wanapeana. Inaenda inapiga scene, huyo mtu hatashikwa. No, you know, there's also a story I had. Apparently, allegedly, there's cops who work with goons, basically. So nyinyi ni goons wetu. Yes. So we're giving you these guns, we're giving you our guns. Mwende mfanye shughuli yenu, whatever you get, you give us a certain amount. And then evil. So this is sometimes what happens is unapata like innocent people are killed, and then inasemekana the cops say ati awase ni goons. Yes. Awase walikuwa wanafanya crime somewhere, tukawashika, they've been wanted for a long time. And then when you hear from the families wako like, ai, awase ni watu tu wa kawaida, hawa ni watu wetu wamekuwa tu wakifanya job. So that's usually a cover up by the cops. So wanasema tumeshika our goons, but in reality they've killed innocent people as sacrifice kwa hawa goons wao. It's basically a business. A good example is ile time ya maandamano ya CBD. You know the people that Nilikuwa kwa hiyo maandamano. Hata mimi nilikuwa hapa tu chini hapa Moi Avenue hapa nini hii barabara nilikuwa kwa hii barabara. Mimi ungenipata actually tulikuwa la tia gas inatupwa, tunaoga na ile nini, kuna jamaa alikuwa na nini ile ya kuspray ya mimea ng'ombe. Ile ya kuspray ng'ombe, so atuspray macho. Oh god. So hiyo time na hizo videos si ati ni kitu yenye mtu yote anaweza ambiwa ameongea uongo, ni kitu yenye kwa public domain, kuko na videos TikTok. We saw videos goons wanakuja wanavuruga watu, and behind them kuna gari ya polisi na hawashikwi. Hawa wametumwa na nani? And then the people who are killed, the people who are being arrested, the people who are being abducted ndio walikuwa wanasemekana ni goons. Those people are our friends, our brothers. Watu tumetoka na wao kwa nyumba asubuhi, tumekuja town. Actually unao jamaa ule, unakumbuka ule jamaa mrasta ule wa amevaa ama si Rex. Mgani wewe? Ule amevaa apron ya white. Mwali shutio hapa nje ya parliament. Mwenye Ojo alishutio mbele yangu. Niliangalia alipigiwa pale nikiwa hapo. So I was like, hey, huyu jamaa amepigiwa hapo. Sasa tukarudi. Na evidence iko, documentaries imetolewa, tuko na sura za huyo mtu mwenye alimuua, and nothing is going to be done. Literally nothing. Nothing happened. Huyu jamaa si alikuwa pale nini? We don't have a country here. Pale hiyo junction yako kwenda hivyo initoaje? Hapo Kiambu Road. Muthaiga. So polisi alikuwa Muthaiga. Akushikwa. We don't have a country. Okay, anyway. Toki hiyo pande hiyo. Nigel, guy. Nigel, tunaweza fikiria wewe ni MCA, but anyway. Activist. Nika activist wa. Ni vile hizi vitu zinatu affect si wote. Yeah, so haijalishi uko kwa field gani, tunaumia si wote. For real? Yeah. You know. Ati for real? Nampata. So, Nigel, achana hiyo pande. Your work as a DJ. Yes. When did you start DJing and how long have you done this? Okay.
I started professionally DJing in 2012 December. Damn. Yes. In 2000, 12. 2012, yes, that is the year that I completed high school. So you're a millennial. Yes, I am. Millennial baby face. Uh-huh. Ni baraka. Ni good. We thank God. Yeah. So, my first gig actually was in 2010. Nilikuwa form 2, nikaiba, wenye mnakumbuka, nikaiba desktop mzima ya home, tulikuanga midterm. Nikaiba desktop mzima ya home, nikaenda nikapiga karurashio, na huko Meru, home kwetu ni Meru. Hiyo pesa yenye tulilipwa, hapo ndio sasa ulevi ilianza. Unaikonywa yote alafu unarudi home hiyo siku yenye unafaa kuripoti shule. Umetafutwa siku 3, kompi ya home haiko. Sasa hapo ndio jani yangu ilianza, but the interest of DJing nilipata nikiwa Raima. Okay. Yeah. Ilianza, there was a show that was called H2O. Ilikuanga inakuja KTN. Hiyo tu ni millennials tu wanaweza jua hiyo show. Kuna DJ fulani alikuwa anaitwa DJ Spoony, John Raba, au ni malegend hao. Raba. So walikuanga na show ilikuwa inaitwa H2O. So kuna kasato fulani nilikuwa msiku, sikuwa nimeenda shule. Ile tu nimeboeka kucheki hizo makatuni za hiyo time, sijisikii kucheza ile akineza Scooby-Doo. Hiyo time ilikuwa Scooby-Doo zetu, Cartoon Network ya NTV. Hiyo ilikuwa, hiyo H2O ilikuwa niyo enzi ya Cartoon Network. Si niyo Dr. nani? Dr. nani? Mimi nitajuizi. Sisi mimi ni enzi akina Samurai Jack, Powerpuff Girls. Samurai Jack, Powerpuff Girls. Kids Next Door. Mimi tulipata hizo. Gani? Gosh, nilipata. Akina by the way walizipata, but walikuwa wadogo sana. Mimi amezaliwa 2007. Seriously? 2007 nilikuwa class 7. Congratulations. Just Samurai Jack. Lakini nani ule Johnny nani? Johnny Bravo. Johnny Bravo. So nilikuwa na scroll tu kwa channel, nikaona hawa watu kuna kitu wanafanya hapa inakaa interesting. Niliwatch hiyo show yote, and then from there tu kitu ikaniambia this is what I want to be when I grow up. For real? So nilikuwa kwa TV uko na this is what I want to be. Ilinipiga tu hivyo instantly. Niliona hiyo show venye iliisha, nikajua nataka kuwa DJ nikiwa mkubwa. Aje? Hivyo tu. And from then watu ulikuwa unapenda music? From okay, a very young age. Mimi nimependa muziki tu. Na ulikuwa umewatch DJ mwingine ama ulikuwa umewatch? Hapana. Sikuwa. I had not watched any other DJ. Niliona tu hiyo show niko like the reason as to why sikuwa nimeona DJ yoyote ni sababu mi nilikuwa I come from a very strict Christian background. So hiyo time mzae hakuwa area, anafanyianga most of the time amekuwa out of the country, anafanyianga hizi Kenya embassy. So hiyo time alikuanga embassy of Nigeria. So tuko na Maadhe ni mtu wa full gospel mbaya. So unaona DJ wapi? Full gospel ya DJ? Ya wapi? Wewe ujana 7th day squeeze vile uko na madj? Hiyo ni asai, but hiyo time hata kudance kwa church mazee ilikuanga inaonekana ni kama very odd. So from hiyo time nilikuwa naingia shule, watu wanauliza what do you want to be when you grow up? Doctor, engineer, pilot, lawyer. Mimi nasema DJ napigwa. Unapigwa? Naambiwa nikuwe serious. Napigwa nakwama nayo kitu. Wallahi. Nilikuwa nayo. Kabisa. Ulikuwa sema DJ ama ulikuwa jina ingine ulikuwa sema? DJ. Hiyo specifically DJ.
nikakwama nayo hivyo hadi high school nikamaliza. Kumaliza mzae akaniuliza kenye nataka kufanya, nikamwambia the same thing. Kiambia baba, How did that go? Kiambia baba Meru Nataka kuwa DJ. DJ ajua kwa DJ hiyo haina pesa, haina kazi, haina nini. Kitu ya kwanza Luke yenye alinipiga kwanza, hata alinyamaza kwanza, akaachana na hiyo story for I think a couple of weeks, but alikuja akaifikiria madhi, akakuja but I thank God for my mom. Kama si huyo mama mi singekuwa nafanya hii kitu saa. Alikuja sijui ni nini, najua kuna vitu wanaambia nanga huko bedroom hatusikiangi. Lenda akaongea, finally my dad came through, but honestly up to now hakuwangi ile ya kufuatilia ile sana. But nikakuja nikaanza sasa hiyo from 2012 nikakataa kuenda kampo kwanza. But after hiyo pressure ndio nikakuja nikajiuliza ni nini naweza fanya yenye inaingiana na ku DJ. Ndio nikaingia multimedia, nikafanya mass communication. Ile Rongai. But mimi nilikuwa hii CBD campus. Hiyo time ilikuwa huko chini, huko Tuk. Hiyo posta ya huko chini. Niligraduate MMU 2017. Unajua ni ile yenye unakuja tu unaambia tu mzazi haya kenye ulikuwa unataka nifanye. Ndio hiyo nimemaliza. Nika further studies, nikaingia St. Paul's. Nikakuja nikashika St. Paul's iko past Ruaka ukienda hivyo. Iko Limuru, but Limuru ukienda but bado kuko na town campus. So okay. So mi nilikuwa hii town campus. Na hiyo sasa ndio hapa nitapatia kila mtu mwenye anajaribu kufanya anything creative. Kama uko shule kwanza malizana nayo. Kuna blanda fulani nilipiga nikiwa St. Paul's hadi sasa bado sija recover. So nikiwa St. Paul's ni hiyo time ya saa hizo magig. Niko hapa, niko wapi. Gigs zinakam. Mawido za politicians. Hivyo ndio class haiendwi. Hivyo ndio umehata cut. Hivyo ndio. Alafu surprisingly mi sikuwa naanguka exam sababu ni kitu yenye napenda kufanya, so sifosiwi. So unakuja unapata semester mzima nimeingia tu hiyo 40% classes, lakini results zikitoka ni mi wa kwanza kwa hiyo unit. Vitu zikakuja zikaingiana, majob zikaingiana, alafu at some point maisha tu ya mwanaume, vitu zikakuja zikaingia hapa kule. Job macontract zikakatika. Nilikosa kugraduate St. Paul sababu ya 4 units. After spending St. Paul's is expensive. After spending more than $1 million. And who was funding your studies? My parents. Your dad. So ebu imagine. Sababu ya ku DJ. Sasa explain. Hadi wa leo sijaipata hiyo explanation. So how did they take it? Hadi wa leo tujaiongelea hiyo kitu. Mliachana tu nayo? Tuliachana tu nayo, ni ile tu ya mzee yetu aliniambia tu ni sawa. Kama umejaribu. That's why I usually advise people. Kama umeambiwa ufanye kitu na family or friends or people from work, fanya kwanza. Before uifanye, ask yourself one question. Ukifanya hiyo kitu umalize, who is going to live with that decision? Is it your parents or is it you? Haja gani ufanye course, umalize, and then you are going to be stuck in an office for I don't know how many years. Utashinda ukiwa depressed. Utashinda ukiwa depressed, utashinda ukiwa like unafanya kazi yako happy, you're not going to be fulfilled, you're not going to be happy. So when you are making a decision to follow something, follow it because every day you are the one who's going to wake up with that decision. Not the ones who are paying for it, not the ones who are teaching you, not the people who are going to brag about that graduation. Fanya kitu yenye wewe unataka. After graduation ni hivyo. Ameringia kijiji, ameambia mabeshte wake, ameambia masiblings wake. Wamekuja wote, shosho wamekuja, amefurahi. After wameimba, who is going to wake up every day kuenda kwa hiyo kazi? Ni wewe.
ama hata kuitafuta. Hata kuitafuta by the way, sababu after graduation msee anaachiliangwa watu in most cases. Na sahii Kenya kazi hata unatoa wapi? Ni mbaya. So fanya kitu yenye utaamka kila siku utakuwa na saiki ya kuingia kwa hiyo ofisi. Okay. Usifanye. What's the most amount of money you've ever been paid for a gig? The most amount I've been paid for a gig was an Ethiopian wedding. Tulikuwa tumeenda Watamu. I was providing everything. That is DJ plus sound. Okay. Hiyo ilikuja 400,000. Okay. And the list 2,000 The list. ama free? The list. Chipo, kuku kuota na soda kubwa ya Fanta. What the hell? At least tulishiba. Maza hivyo ndo tulianza. Hivyo ndo nikianza kudj huko Meru, hivyo ndo tulikuwa tunalipwa. Yeah. Hivyo ndo tulikuwa tunalipwa. DJ yote mwenye alianzia kwa club, hebu ulizeni hao watu hii story. Madharau yenye huko huko. Unajua nyinyi mnaonanga ma DJ wamepost tu highlights, sijui yeye amemake it, amekuja wasichana wa Dorime akihagiwa hapo nini hizo ma complimentary hizo ndio mnaona, but before huyo msee afike hapo amjui. Mkiangalia hao ma DJ wakubwa mahali walianzia, some of them wenye ni wa bigi sahi. I've been a DJ instructor, kuko nao ma DJ wakubwa sana nimewafunza hapa Moi Avenue. So many big names. Kuna watu wamecheza hadi the bag nimewafunza ku DJ. Yeah. But hata wao waulize vitu zenye wamepitia before wafike hapo. Madharau, kutolipwa, kudharauliwa, kunyimwa magig, kuambiwa hauwezi, kutolewa stage. Ushitolewa stage? Mara mob sana. Mbona? There are so many reasons unaweza tolewa stage. One of the reasons unaweza tolewa stage? One of the reasons ni umebo. Hiyo ndio main reason. Haujaweza kuread crowd ya huko. And hapo ndio huwa ma DJ wengi ufail. Umebo. Hiyo ndio reason number 1. Na sio ni valid reason? That's a valid reason. Okay. Umebo. But I think kubo ina depend na vile pia crowd iko. Si ati unaonyesha umebo ati juu nataka kubo ni crowd. Juu kama DJ kama na playlist yake. So maybe ni vile mona crowd high vibe na hii na high vibe na hii. I think that's one of the reasons. Second reason is kuko na competition tu. Hii industry unajua. Wivu. Sabotage. And I talked about that last time. Manager atakuja tu aone kuna DJ ama marketer ama resident DJ. So unajua venye hizi makalabu ziucheza, unaekanga mtu wako tu hapo. Akitumiwa pesa fulani anakujenga yako. That's how it works. Ni Kenya hata kwa maofisi hivyo ndio inawakingi. Yeah. So utakuja upate huyu msee anakuja anasikia huyu jamaa hapana, akiendelea kucheza kwa hii venue atapewa hiyo job na si mimi nilimleta. So mimi huyu wangu akitolewa nje nimekatwa kapesa fulani. So atakuja hadi ambie staff wa huko. It happens. Ambie staff wa huko, semeni huyu DJ anabo atoke. Manager akishaambiwa na staff, there is nothing you can do. People don't know how powerful staff wa klabu wanakuwa. But now mimi niko na issue na managers juu manager yuko part of the entertainment. Ajui muziki na most of them don't. Hata ajua sani. Imagine kuna majasha niuliza huyu ni msanii mgani? Na huyu celeb. Ni celeb kubwa lakini manager yeye aliambiwa panga tu. I think kwa club sahi kwa shows wanafanya mtu ana handle entertainment kando. Management kando. There has to be an entertainment manager. Kunafaa kukuwa huyo floor manager mwenye ana deal na staff, tuseme kunafaa kukuwa na mwenye ana manage kitchen. Kila place kuwe na docket yake. Alafu sasa kuko na general manager. Msipe general manager kazi ya kurun kila kitu, hataweza.
Hawezi, sababu ajasomea hizo vitu. Very true. Hiyo nakubaliana. Yeah. But I think most clubs, I don't think most clubs would follow that format, which is the right format, basically because they don't want to spend that extra money. Yes. So they'd rather have one person do everything and then wamlipe a certain amount. Yes. But now let me ask you, is that good for the business? That's why I've said they won't want to follow the right direction. It's not good for the business because at some point huo msee atachoka. Good for the business. Atachoka. Haiko. Atachoka. Kwa biashara utakomeumwa Na nje. once amechoka, ndio kwa maana hiyo klabu yako, hiyo restaurant yako, hiyo establishment yako itakuja utapata imerun for only 3 Going years. down, yeah. 3 years unafunga. Unapiga Actually, renovation. 3 years in 2 years. 3 years hiyo ni ile maximum. Hiyo wamejaribu. Hiyo umejaribu 3 years. But kuko na places kama, by the way, shout out to klabu fulani, that's sahi the only club I play. Kengele's Lavington Green. Oh, I love Kengele. Yes, I play there. Yeah. That club has been around for 28 years. Yeah. K1. K1. K1, 29 years hapo. Yeah. Kani pia. Kuna ma places zimebaki. Zime maintain. Why? Manager anafanya shughuli yake, kuko na mtu saidi ya muziki, kuko na mtu saidi ya food, kila mtu wako na shughuli yake specific. Na mnawalipa venye inafaa. Yeah, pia hiyo kulipa pia inaleta shida. Hiyo ndo kitu ingine. There's no way you're going to pay me, let's say I'm a resident DJ. Unakuja unaniambia na unanilipa 30k, unipatii food, unipatii drink, unipatii kitu yote. Si unajua venye ma resident hufanywa. Tunakula tu gali cabbage hapo. Kwanza nani waiter ndo ukuletea? Ama unajiendea? Ama wewe unaendanga kukula huko kitchen. Mimi shifanya kwa club fulani. So wakati imefika masaa kula, man, hiyo gali cabbage nimekula. Tulikuwa tunaendea ugali cabbage. Ugali ndengu, ugali yani ugali dengu. Alafu sasa hiyo guest DJ anacheza next week but one anakuja meeting, anakuja anapewa brisket full. Which is very wrong. Mimi ndio ninaeka wase. What do you think about that? I'm just going to tell club owners, mazee wacheni ufala, invest in your resident. Actually, mkiwa wajanja, you don't have to pay guests. You don't have Should I answer that question? Do you know why? Resident DJ ni wanoma kuliko hadi guest. They are. Hiyo siku yenyewe tuseme guest DJ atakuja, tuseme maybe gari yake iharibikie kwa njia. Ebu angalia sales. Wewe mwenye club angalia sales. Angalia sales. Usiangalie kama watu wana dance, angalia sales. Hiyo si dance floor umefungua, ni club, that's a business. Angalia sales kwanza. Tujumi najua resident kwanza anajua kuhold the crowd. Ata hold hiyo crowd. Kutoka 5. Na make sales mbaya sana. Kutoka 5. Hiyo ndio time yenye club huuza. Kutoka 5 hadi 10:30, 11. Very true. Guest DJ akiingia hiyo ni kubeba. Wase watakuwa wana dance huko kwa club, but ukiangalia mawaitress wamesimama tu kando na tray wameshikilia. Very true. Na huyo ndo msemo mwenye unapiga 100k hiyo night. Na wewe unalipa mshahara ya that. Na unatumwa ukule cabbage. Na umempatia food, umempatia boti. Umempatia VIP treatment. Umempatia VIP. Unajua resident mpaka wapeagwi complimentary. Ai, na nani? Mbona upewe? Ma resident ukunywa hiyo complimentary ya guest. But hiyo ni mbaya. Na kama huyo guest amekuja na mbogi, hauwezi onja kitu. Hiyo ni mbaya. I think hiyo ni very unfair. Hiyo taifai kwa inafanyika kwa hiyo industry. Mimi ndio na after pia huyo guest amemaliza kuperform, mimi ndio nakumekia sales hadi tufunge. Juende unarudi. Mimi ndio na monitor equipment, mimi ndio na monitor sound. Huyu au ma guest DJ uchoma ma speakers za club. Huwa wanavunja ma mixer. Ndio naonaga resident DJ anytime guest DJ amekam, resident huenda anafinya tu. Ako hapo tu. Anafinya hivi. Mbona mnafinyaga hizo knobs? Sababu msee kuna vitu zenye anadu. Yeye
Wait, ni wivu ama ni kazi nyinyi ndo Hapana, si mnajua? wivu, ni kuprotect kazi yangu. Wewe unakuja unataka kujibamba, hautakuwa hapa kesho. Unaweza kuwa umepatiwa hiyo gig once per month. Aya, umekuja umeweka redline, si unajua umeweka volume. Yeah. Si unajua hiyo story ya ku redline. Hapo kwa mixer inaonyesha imepiga red. So hii speaker ikichomeka, unajua si wewe guest utaulizwa, ni mi resident nitakatwa mshahara, hiyo speaker iende kufixiwa. So ndo maana new guys muka pale kufinya. Hiyo ndo inakuanga Na maguest hawapendi mbaya. na hiyo ndo kitu yenye huwa tunakosania na wao, but kitu ni kitu yenye mi wambia wase, any club yenye nimekuwa resident lazima kukuwe na monitor yenye inafanya kazi hapo kwa DJ, sababu hiyo ndio inafanyanga waongeze volume, sababu hawajisikii na hizo speaker za club. So hiyo monitor yenye iko hapo, hiyo inakuwaga imewekwa kando. Hiyo akitaka kuweka volume yote impige makelele yote, anaweza fanya kenye anataka, but huku iko volume standard yenye club inafaa kuoperate nayo. So hata apampa aje hapa kwa hii monitor yake, hata speaker ikichomeka ni hiyo moja, but tukimualawa afanye kenye atataka, anaweza choma speaker kaa nani. So kumaanisha nyinyi mkwagi watiaji, ni kazi yenyewe una protect. Alafu something else before tuendelee, something else, most superstars DJs do not know shit about sound. Kweli? Hawajui. That's true. Hiyo ni kweli. Most big DJs. Give us a name. A name? I have so many examples. Ni vile. Atupe mbili basi. Yo, Mbili tu, mbili. Tricky. Tupe mbili. hiyo itakuwa kukosana na wao, sababu na bado wao nipatia majob, na mi wacha nisikudanganya, It's fine, usichome. huwa wanani stress, Okay. na si ati ni kwa ubaya, Ni fact. especially hawa masuperstar ma DJ Kwani kweli? madem, hawa masuperstar ma DJ Kwanza madem, madem hawajuagi hata sana. huwezi set up hiyo equipment, hajui kuset up. Huwa na setupiwa. And you know there are these ones that I had that they have recorded Yes. mixes. So and then many. Anajifanya ati anafanya Pre-recorded, kitu hapo, but there's eh. not. Actually, I actually know one, a very big one, a very big female one. Mkenya Anapendwa sana, but apparently hajui shit. So many Anaendanga of hapo them. anajifanya kuko nao kadhaa wameniambia, mi nimewarekodia mix za redio na TV. Wanaenda nayo kwa club Wanaenda na hiyo pre-recorded set TV. Nani? I know I can't mention them, of course, but it's just to show that yeah, these things are happening. Kuko na ma DJ fulani wametajwa kwa media, wamesuiana mastori na defamation, so ndio to avoid lawsuits Crazy. wacha tucheze chini, but wako Kabla tumalizie. Ladies. What's up with DJs and ladies? hey, Do personally, the DJs love ladies ama ladies love the DJs? from my experience, DJs love ladies, and it's not about no, ladies love DJs, and it's not only ladies love DJs. There's something, it's just about animal nature. Any female is attracted to the alpha in the room, the one who's controlling. Ndio kwa maana kwa ofisi ule mdosi mwanaume ndio ndio, madosi, kwa club mwenye ana control hiyo energy yote ni DJ. Unaona? Kwa DJ na mtu kama wewe hype man. Yeah. Sisi ndio attention yote iko kwetu. So ladies love that. Bila wao kujua. Ama naongea uongo? Not true. The person who is in control of the room, like the big dog hapo sasa, most females are going to be attracted to that person. Haijalishi ni kwa setting gani. Hata kwa kanisa saa hii, si mnaona vile mapasta wanapita na kondoa? Kanyare. Hata si yeye peke yake. Kanyare. Si yeye peke yake. Pasta nganga. Huyo komanda yeye anakuanga tu dunia yake, huyo sijui. Komanda wewe ni hatari. Komanda. Au msoni bamba sana. Hata mimi ni bamba Hiyo ndo mbaya. church yenye mimi utamani kuenda. Unajua tu hapa tutao. Ni hapa tu tao. Oh, it's in town? Kwa hapa chini hapa railways hapa. Kaparelez. Okay.
Tapeleka Kamint. Interesting. Sorry, there's one thing I'd like to ask you before we leave. Yes. There's something I heard you say, like, okay, when you are starting, the way the lowest you've been paid is Chipo, na Kuku, and Nini. So I have a question. If someone is a DJ who's just starting, Yes. is it wrong or is it bad, for lack of a better word, to have a standard? You understand? In that I'm just starting out, people don't know me like that, but I know I'm good at what I do. Na umsi ananiambia ananilipa 2K. So mimi nikisema IZ Mr. 2K nataka 5K. What do you think about that? I will advise kama una feel worth yako ni 5K usichukue hiyo gig. Hiyo ndio blanda yenye nilipiga. Sababu No, I can oppose that. No, sijamaliza kwanza. I would advise this if number one, usijichoche, usifikirie wewe ni mnoma. Sababu mi na hizo miaka zote mi sitasema mi ni mnoma. Kuko na watu wenye mtu kama Mr. C, I can't do what he does. Na alianza ku DJ, he's a good friend of mine. Alianza ku DJ 2018. Mi niko na 6 years experience mbele yake, but huyo msee amebukiwa Russia, Europe, wapi nini. Number one, usijikompea na mtu. So unajiweka kwa level yako. Alafu pia usijichoche. Usifikiria ati mi nimeamua ati mi ni DJ ati it's going to work out for me sahi immediately. Kuko na udem, msichana wetu ameamua kuwa DJ juzi. Ilimramba. Mgani? Ule wa nywele fupi? Yes, huyo. Huyo wa Stevo. Si alikuwa analia. Si alilia after gig. Oh yeah. Yeah. But I heard it was bad. Because alikuwa anasema ni equipment ya club yenye ilikuwanga imekataa kufanya. Kujana yako mam, kujana yako. Hata bila. Si tunapiganga. Kama unapiganga na laptop peke yake. Wacha kushow, kuna ma DJ wanakuja wanapata set. Wakipata set, deck moja ifanye. Haifanyi. Switch. Kwa hii deck ingine. Na una flow nayo. Mimi nimechezea Sauti Sol na lapi peke yake. Hapa hivi EBL. Lapi? Na laptop peke yake. Roasters. Kwa ofisi za EBL. Roasters. Roasters hapo ni ofisi iko. Nviri, Sauti Sol, nani Sasa mwingine ile alikuwa Kaiga. Nviri acha jokes. Nviri unapotea na wacha Nviri jokes. ni unajua hadi alitoka Nairobi. Mapenzi ndio mbaya. So guys, saidieni Mint, mwambie mapenzi itamalizia career. Sorry, on to serious things. You see that story. You see that story you said about Preeti. Yes. The way like she went DJ, she just woke up, decided, oh, I'm a DJ, I want to be a DJ, haikuwa serious. and she got a gig. Yes. So you see, I feel like such instances, like kuna hii people who are known public figures, Yes. wanapewa opportunity more than kuna mse People mwenye who- ni mkali who amekuwa, are people skilled. who actually deserve it. Yes, it's not only in the DJing industry. yeah. Even tukiingia kwa radio stations ni akina nani huku wa mahost. True. Mtu kaa mimi nimesomea mass communication and thousands of others. Kenya Mass, St. Paul's, Multimedia, UN, KU. Hao watu wote wanaendanga wapi? Hata funny thing is, unaona hadi kwa the acting scene. Yes. They are always recycling. Unapata tu ati Recycling. TikToker amekuwa Actors wa Kenya tunajua Brenda Wairimu, Sarah Hassan, The same Pascal Tokodi, people, the yeah. same people. Kuko na msee mwenye ametoa hii content akiwaambia that akisema hizi watch movie ya Kenya. Umeona hiyo clip? No, I've not. Nani uboy Hey. But imagine it's alichomea valid. nani alichomea Pascal Tokodi kina Sarah alimchomea. Hassan. But yes, it's na understand Kenya anasema because from guy kutoka Sarah Hassan na kuweta Idi Hai. Surely. Hadi Hajawahi kosa kwa sahi. show. Hadi It's sahi. very unfair. But pia kuko na ango lingine, industry yetu ya entertainment watu hawalipi that much. Actually, mi nishact movie ya TV. Tukalipo dhao mbili. Exactly, unaona? Na hiyo dhao mbili nilipwa after 2 weeks. Hiyo pesa Reason being- itakawia. Reason being, actually ni Royal Media Services. Nyinyi watu tulipo after 2 weeks. Unajua shida ilikuwa gani? Ati movie yenyu haijafika kwa director, kwa
huyu mjama kupublish. Oh, So tumeact, tumefanya nini, so haijafika, then tunaambiwa ati nyinyi tulieni mpaka tupublish. After kupublish tukatumia kwa dhao 2 ilikuwa 1600. Mind you, hiyo movie tuliact for 4 days. And then there's also this bad culture we have, and nasi hata kwa ati any specific industry, ni karibu kwa industry zote, because juzi nilisikia there's this babe who she's an actress, but she was exposing someone really big, and apparently allegedly was Citizen, who does casting for easy movies, easy locals zenye zinakujanga Citizen, and apparently this person, before kupay your gig, nipe something, yes, which is very unfortunate. Unaona, in general entertainment industry, most people, for you to get huko juu, most of us, you have to give something for you to get something. Either kwa sisi maboy inakuanga hiyo pesa yenye unalipwa mimi nakula cut fulani, hivyo ndio inakuanga mostly, and sometimes inakuanga ridiculous fees. Mimi nakumbuka kuna klabu fulani nilikuwa nacheza Nakuru kitambo, walikuanga wana pesa yenye inatoka huko ilikuanga inatoka 25k, but narudisha 16 sababu manager anakula, resident anakula, sijui marketer anakula. Hiyo nakubali. Mimi nimecheza club. Mimi nimecheza club kubwa hapa Tao. Hii Tao. Nikatumiwa do fulani. Alafu promoter kanicall. I think it's the same club. The same club walikuwa na ingine Nakuru. Wakaniambia jamaa kanicall akaniambia, "Niaje umetumia do? Tumia nusu." Niko like mwenye alikuwa anakupanga ni mrasta. Wacha hivyo. You silent. Sasa wa pili. Sasa wakati alinimpea job ya pili akanifanya the same thing. Nilimwambiaje? School to me. Na hivyo ndio ulitoka job pia. Hajai nipea job. Exactly, tena. That's hivyo unafaa kuamua. Hajai nipea job tena. Hata mimi nishaifanya hivyo. But 16 is a lot. Half, half, wanakukataga half. It's more than half. There are so many DJs mwenye klabu sababu klabu ni promoter. Kwanza promoters. Oh Jesus Christ, promoter wanakulanga pesa. So amesema weka promoter DJ. Ndio mgani? Promoter mwenye kupea giga na call anakuambia niaje? Hey Mint niaje? Kuja utakucheza kwa club. Anafanyia club. Promoter is the link between the club owner and talent. Okay. Whether it's DJs, whether it's MCs, whether it's artists. Okay, nimeelewa. Okay. Na mahost pia. Usifikire Mint ni mzuri hivyo, pia ni promoter. Aya. Kumbe naongea na adui. Yes, kabaya. Lakini si wote wabaya. Kuna mapromota wanafanyanga kazi yao vile inafaa. Kama promota wa Kiingereza. Huyo atukosanangi huyo. And I've played there sahi for kitukaa 3 years. Hatujaiko sana, pesa ichelewangi. Ananga story mingi, kenye mumeagree ndio inakuja. Hana hiyo ulafi. But watu wengine, unakuja unapata ameambia mwenye klabu DJ ana charge 50k. Kama mwenye klabu ako like 50. Uko sure ataleta watu, sawa. Sababu hiyo ndio wanafikirianga. Ma DJ hatunanga watu. Tulia hapo kwa kuleta watu. Juu nakumbuka Kilimani vile walifanya, hiyo story ya kusema ati DJ aleti watu. Hiyo si kazi ya DJ. Si kazi ya DJ. Ushaiona dereva akijaza gari? Tafakari. Tafakari. Kazi yangu ni kubeba. Promoters DJ aletagi watu. DJ amekuja na muziki. Kazi yako kama marketer na promoter ni gani? Mimi nikileta crowd. Yes, ile meza yangu nitakuja. Hata ufai kuwa na meza buda, unafaa kuja na nini, na hard disk yako. Weka hard disk, cheza muziki, enda home. But mimi ile tu ndakuja tu na meza yangu. Ile tu I think ufai kufanya hivyo. Hiyo nita oppose. Yes, sifai, but mimi si ati ni lazima. Ni ile yenyewe nitaambia wase niko na gig, kama watatokea ni sawa, wakikataa ni sawa, but kazi yangu si kukujazia club. Hiyo ni kazi ya marketer.
si kazi yako bro. Hiyo ni kazi ya marketer na promoter. Anyima marketer promoter hata kama hamta tupea kazi. Na sometimes unakuja unapata club imechapa, alafu ukienda kuitisha pesa yako wanakuambia ati wewe hakuna sales ulimake. Kazi yangu haikuwa kujaza Your job club. was DJing. Kazi yangu ni kucheza Actually, muziki. je, story yako inaendelea ikiongezeka hapo kwa sales. Sasa ni poa kulipwa na sales ama ni poa kulipwa na mshahara? Umeongea Mshahara umeongea. Sababu business is affected by so many things. okay. Hiyo siku ya gigi yako, tuseme umepewa gig Friday date fulani, alafu hiyo siku kukuwe na maandamano. Wacha maandamano. Sales utatoa wapi? Wacha maandamano. Wewe pata gig siku hiyo wiki, wasichana wakonja monthly. Ujua wasichana uleta wasi kwa club. Madem uleta wasi kwa club. So if imagine umepata job alafu hiyo wiki endo school. Ama soft care tunanunua. Ama hata wachana na wao kunyesha. Kunanyesha tu in general. Mimi kusema sio mimi nimesema. But even the day you're supposed to play, there's a big artist coming in. That's an advantage. Very big advantage. How is that an advantage? Because watu watakuja for the artist. No, you don't know what I'm saying. Like another place, an artist is coming, a big like an event. Uko na event Ngong Race Course, alafu uko na gigi hiyo siku. Nani anakuja? Wiki ya Summertides Nairobi hakukuwa na watu. Tulikuwa tu. Mimi nilipiga malapi hiyo usiku. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nacheza kengele hiyo siku. Break kengele nikauta nipeleka. Tutaenda. Haina shida. So nilitoka kengele. Mimi tu kengele. I just said I know it. Nilitoka Kengeles nikaingia Ibiza hakukuwa na watu. Summertides nilikuwa wapi? Kisumu. Nikapitia West Yalo hakuna watu. K1 hakuna watu. Nilizunguka hadi Kovo ndio nilipata kukona crowd. Kovo nao inakula. Kovo. Yo big up my cameraman Kovo. TG Omori. Bye. Uboy wangu anapiga kazi safi. Kina Roughneck pale, kina Rock. Yeah, Rock way. The Rock effect. Yo Black Top. Na Spike pale. Watu wangu mambo. So is it relate? So last words. Yes. Last words for the DJ. Last words for the upcoming DJs. Last word for the watu wa sherehe. Your handles and everything. Advice I will give to an upcoming DJ. Yeah. Do not compare yourself to anyone. I think you nafaa unakaribia mic kidogo alafu uwape na motisha like. Haya. Yeah, that's the thing. So wewe DJ mwenye unaanza, do not compare yourself to anyone. Okay. Do not play transitions sababu Mr. C anafanya hivyo na unaona anapata gigs. Usicheze Afro House sababu ndio ina trend sahi. Usicheze ati sijui playlist ya unaenda unakopi playlist ya ma-DJ wengine ukifikiria hapana. Build your own identity. Build your own identity, kuama na hiyo. Au wamepata hizo magig sababu walikuama na hiyo kitu moja. So usijaribu kumkopi, tafuta yako. Number 2, watu wangu wa sherehe. Mimi kitu nda advice tu, chungeni kenye mnakunywa mazee. Nilipata kuna mbogi yangu fulani ya EABL waliniambia kitu kama more than 80% of alcohol yenye inauzwa sahi Kenya is fake. Hata Rwanda walitoa nini? There are some countries that have banned Kenyan alcohol. So mimi mtu mwenye nimesikia hizo reports huko na nyewe watu wa counterfeit mnaumiza hizi makampuni. Hadi mnafanya ma DJ tunakosa kupewa magig. Hatuwezi fanya activation sababu hawauzi. Mnatutoa kazi nyewe watu wa Kariobangi Breweries. Mwache ufala. Kitu ingine, hiyo topic yenye tulianza nayo, hii kitu inatu affect si wote mazee. Msichochwe. Tufuate tu, si ati na kampeni ya mtu, tufuate tu narrative ya watu wa Olkalao. Si kenye mnaletewa, chagueni mwenye anawafanyia kazi. Wakileta tunakula sababu si yao, ni yetu. Hao watu ndio wanafaa kutuita waheshimiwa, si ndio wadosi wao. Tusiwaekaeke. And with that,
mi nitasema hizo ndio tek zangu. Alafu pale kwenye socials, niko kwa socials zote kuanzia Facebook, mi ni millennial Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok at DJ Nigel Kenya. Umesikia? Yes, at DJ Nigel Kenya. And nikitoka hapa, actually kuna kitu naanza leo. I'll be going live every day, Tuesday, Wednesday, Thursday on TikTok from 9 till midnight. Playlist tu yenye amjazoea kusikia. Mi si wale ma DJ wanachezanga hizi mavitu hizi commercial playlist. Tumezoea. Yeah. So if you want to listen to something, hata nikicheza hiyo yangu haikuji hivyo. Mi ni wale wase wenye mi ujiedit ya muziki, mi ubai mangoma, mi si wale waku na ma DJ muache ku download mbaya manzi. Invest in music. Kila mali repete. So if you kama utaki kusikiza hii playlist ya kawaida na unataka tu kujibamba kejani Tuesday, Wednesday, Thursday, si lazima utokee. Ingia tu pale kwa TikTok yangu, nitakuwa na wabamba hako, nikasherehe tu kwa nyumba tu, haulipi fare, si lazima upake makeup. Hiyo ni mint. Mimi sipendi kwenda nje. Si lazima uspend. Nawapatia tu a good time free of charge. Nice. Anyway, Nigel, thank you so much for coming. I know you're busy, but you made time to come here. I had to. We've had a lot from you. We've learned a lot from you also. So, yeah, thank you. Okay. Anyway, guys, that has been our time for today's episode. Kumbuka kama kawa, this is the Grit on Grit podcast, where unfiltered chatters never matter. I've been your girl, Minty, but you can always call me the coolest chick on the block. Make sure you like, subscribe, share, hit the notification bell so that anytime we post, you will be notified. Yes, sir. And I've been your guy, the host of the day. Hi, man, Mujurama Kipenda, MC Gen Z, the case of the ladies. Tuko hapa ndani on the Grit on Grit, ndani ya RCM Media. Until the next episode, tuliwaambiaje? This is how we do it. Na tuko ndani. DJ tunapatana pale kwa mtandao. Well, filtered chatters never matter. Maya.